Hawa watoto sio wamepatwa na nini humo? Mbona kumekuwa kimya sana? Hakuna hata anayekumbuka kunijulisha kinachoendelea huko walipo. Mungu wangu, nadhani huko waliko wako salama, kwa sababu moyo wangu unaenda mbio sana. Sijui niwapigie, sijui nisiwapigie, yani hata sielewi. Ninaogopa, nina wasiwasi kabisa. Hii siku hii ni kama imeshaharibika. Mwenyezi Mungu, waombee wanangu huko waliko wawe salama, kwa sababu moyo wangu unaenda mbio sana. Naogopa kusikia taarifa mbaya. Ama kweli dunia tambara bovu. Kwa hivyo Juma ana mtoto ambaye hajawahi kuniambia, mtoto ambaye anayefichwa, na mimi nipo tu kwenye penzi kama sina akili nzuri. Kweli tunaishi tunapendana, na hisi yeye najiona yeye mimi ndo nimebeba hii dunia kwenye mapenzi. Kumbe mwenzangu kabeba siri nzito kifuani mwake na hajawahi hata kunigusisha. Ama kweli nimelagaiwa vibaya. Mapenzi sio mazuri ukiingia kichwa kabisa. Ona sasa yanayonikuta. Siku yangu ya ndoa ndo nagundua upuuzi wote huu. Hivi nitafanya nini mimi? Si aibu hii sasa? Nafanya nini? Amina, tambua kitu kimoja. Juma hakutaka kukuficha. Juma alitaka kukuambia wiki iliyopita, lakini kila alipojaribu alikuwa anaogopa kwamba utamwacha. Naona mhalifu kapata mtetezi. Kwa hivyo alishindwa kuniambia mimi mke mtarajiwa, lakini yuko huru kuongea na wewe. Kisa mmezaa wote, anakuambia kwamba hawezi kuniambia mimi, si ndio? Mko huru wenyewe, mtu na ex wake. Lakini mimi mtarajiwa mke hawezi kuniambia. Yaani sijui ni neno gani uniambia ili niweze kukuelewa wewe mwanamke. Kama nilivyokuambia toka mwanzo, mimi sijaja kwa ajili ya kupigana na wewe, wala sipigani na maisha yako, wala labda eti naona wivu kwa kuwa unafunga ndoa. Hapana. Mimi nilitaka tu ufahamu ukweli ambao Juma anashindwa kukuambia. Nilitaka uingie kwenye ndoa ukiwa unayajua yote haya. Ni hilo tu. Mimi sina shari na wewe. Kama nilivyosema tangu tumeanza kuonana, wala sina pingamizi na jambo ambalo utafanya maamuzi ya kuendelea na hiyo ndoa ama la. Mimi nilitaka tu ufahamu, uingie ukiwa unajua kila kitu. Neema, nina swali moja kwako. Hebu tuambie, huyo mtoto yuko wapi? Kiusema kweli mtoto yuko salama. Yuko kwa ndugu zangu, sehemu ambayo ni salama kabisa, mbali na drama za maisha yangu. Lakini nini? Hebu sema kila kitu. Yaani leo iwe mwisho wa siri zote. Nataka niwaonyeshe picha ya mtoto kama hamtojali. Hebu nipe nione hiyo picha. Usije kaa unatudanganya hapa ukatulicha matango pori. Picha ya mtoto mwenyewe ndio hii hapa. Hiyo picha ni mtoto wa miaka 2 kabisa. Alafu ona macho yake. Yaani macho ni yale yale kama ya Juma. Mungu wangu. Umesema miaka 2? Kwa hiyo Juma alikuwa na mtoto zamani kabla mjapanga hiyo ndoa yenu? Ndiyo, tuliachana miaka 2.5 iliyopita. Aliponikasirisha kwa kumaliza mambo ghafla kati yetu, nikaamua kuhama sehemu nilipokuwa naishi. Nikalea mimba yangu kimya bila yeye kujua. Kwa hiyo uliamua tu kurudi baada ya kuona Juma anakuja kuoa, sio? Hapana, sio hivyo. Mimi nilirudi kwa sababu Juma mwenyewe alianza kunitafuta. Aligundua kwamba mtoto hakufa. Alitumia ujumbe kutoka kwa mtu wa karibu yangu, ndio maana akajua kwamba mtoto yupo. Kwa hiyo ni nani alituma hizo taarifa kwa Juma? Nani mwingine ambaye anajua mtoto zaidi ya wewe? Nilikuja kugundua kwamba ni mama yangu mdogo. Alikasirika baada ya kuona mimi nateseka na mtoto, na ndivyo hivyo aliamua kumwambia Juma. Yaani haya mambo ni magumu kwa kweli. Ni zaidi ya usaliti. Ni kama dunia imenigeuka kabisa. Sina ninayemtegemea sasa. Neema, nina swali lingine kwako. Kwa hivyo, jana usiku Juma alivyokuja kwako kuulizia kuhusu huyo mtoto na sio mambo ya ile barua, alikuwa anataka kumchukua mtoto ampeleke wapi? Kwa wazazi wake ama ilikuwa anataka ampeleke mtoto wapi?
Jana usiku Juma alivyokuja kwangu ni kama alikuwa amechanganyikiwa. Aliniambia kwamba anataka kuvaa pete ya ndoa akiwa mnyoofu. Alitaka mtoto wake awe sehemu ya maisha yake mapya, lakini alikuwa amehofia mapokeo yake. Kwa maana hiyo, ina maana Juma alitaka kumleta mtoto kwangu bila hata kuniambia kwanza? Haya mambo yanawezekanaje? Siamini kabisa ninachosikia kwenye macho yangu. Au ni wewe unamwekea maneno mdomoni na mtu ukute hata hajaongea hivyo kabisa? Ni kweli, ndio hivyo alivyosema. Alisema ya kwamba Amina ana moyo mkubwa, atanielewa. Lakini mimi kwa upande wangu niliona vitu haviko sawa. Hivyo nilimwambia Juma, kama hataanza na ukweli kabisa wote kukueleza kila kitu kilichotokea, mimi nitakuja mwenyewe kukwambia mwenyewe. Kwa hiyo nilimwambia nitaharibu harusi kuliko kuona ukiolewa kwa uongo. Kwa hivyo ndio maana mligombana jana usiku hadi ikapelekea kwenda kupata ajali? Ndiyo, alikuwa akiniambia kwamba nimwambie wapi mtoto alipo. Akasema anataka kumleta kesho, yaani leo. Haki ya Mungu, huyu mwanaume alikuwa amenionaje labda? Leo, yaani leo ndio ningekuja kupokea mtoto mwanamke mwingine, na siku hiyo hiyo ndio niwe bibi harusi. Ama kweli hii dunia inaenda kasi. Lakini we Neema ndo chanzo cha yote, kuanzia kugombana mpaka kwenye kupata ajali. Msingegombana hiyo jana usiku, Juma asingepata ajali. Kwa hiyo wakulaumiwa ni wewe. Amina, tafadhali nakuomba unisamehe. Mimi sikutarajia yote hayo yangetokea. Ilikuwa tu ni ugomvi kama wa kawaida wa siku zote kati ya wapenzi au watu waliozaa pamoja. Kwa hivyo mimi sikutegemea kama yote haya yangetokea. Naomba unisamehe kama utaweza kunisamehe. Hata ukiniomba radhi, unadhani itasaidia nini? Yaani sijui hata kama nikuogope ama nikuchukie, hata sielewi. We Neema, kaa mbali na rafiki yetu. Unajifanya unaonyesha huruma saizi. Ungekuwa na huruma, usingejitokeza na yote haya yasingetokea. Kwa hivyo, umeshamuumiza vya kutosha, kwa hivyo kaa hapo hapo ulipo, hamna cha kumgusa hapa. Hatutaki huruma ya woga. Hatutaki huruma ya kunaniliu, ya kujifanyisha kumbe roho inakuuma kwa nini mwenzio anaolewa. Muone kwanza. Neema, nadhani siri zako zimekwisha. Sitarajii siri nyingine kutoka kwako. Kama bado una kitu cha kuniambia, uniambie kabisa sasa hivi. Lakini safari yangu bado haijaishia hapa. Nitakwenda kumuona Juma tena. Halafu nitaamua kama sitarudi kwenye harusi au kama nitakuja kumwacha mbele ya kadamnasi. Hii siku ya leo ilitakiwa iwe siku yangu nzuri sana ya ndoa. Lakini badala yake imekuwa siri ya damu, machozi na uongo. Lakini mwisho wake nitauchagua mimi mwenyewe na wala sio mtu mwingine.